Wanashangaa, je, hii mbingu ambayo tunaenda, hii mbingu ambayo tunaongea habari yake, hii mbingu ambayo tunaenda, je, hii mbingu imegawanyika? Kwa sababu wengi ambao wanafanya ibada wanasema kwamba wanaelekea njia moja, na hiyo njia ni njia ya wokovu, lakini wao wenyewe wametofautiana. Sasa swali, je, hii njia ambayo tunaelekea, hii mbingu inakuwa kwa njia gani? Nataka kuambia kwamba Mungu alimuumba mwanadamu amenyooka. Unaposoma kitabu ni cha Mhubiri, Mhubiri ni 7 mstari wake ni 29. Mhubiri 7:29. Biblia takatifu inasemaje? Inasema hivi, soma. 7:29. Inasema hivi, mwalimu wangu. Soma. Inasema tazama, asema Mhubiri. Asema Mhubiri, hivi nimeona haya kwa kulinganisha hili na hili. Haya, unasoma wapi? 7:29. 29. Inasemaje? Tazama hili tu nimeliona. Mungu amefanya mwanadamu mnyofu. Yaani Mungu alimuumba mwanadamu amenyooka, lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Yaani lakini mwanadamu akabuni mavumbuzi mengi. Kila kitu alichoumba Mungu kilikuwa ni sawa. Yaani baada ya uumbaji Mungu akatengeneza uhusiano pamoja naye yeye na mwanadamu. Sikia, Mungu akatengeneza uhusiano, lakini kila kuchao kuna mambo ambayo yanabadilika. Sikia, katika ulimwengu wote madhehebu yamekuwa yakiongezeka baada ya Kristo kupaa, na jambo la kushangaza ni kufikia mwaka 1800, nataka kuambia madhehebu yalikuwa 500 peke yake dunia nzima, lakini baada ya hapo madhehebu yakaongezeka karibu 1033, na wote wanakiri ya kwamba wanaenda wapi? Wanaelekea mbinguni. Hapa kwetu nchini Kenya, hapa kwetu pekee, kufikia mwaka 2009 madhehebu yalikuwa 1260, na wote wanakiri ya kwamba wanaenda mbinguni. Lakini Paulo anakwisha kutuambia mambo haya, na leo nataka kuambia njia ni mbili. Hata ingawaje madhehebu yamekuwa ni mengi, lakini njia ni mbili peke yake. Mwalimu? Na mwalimu. Kwanza twende Wakorintho ni wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 1 mstari wake ni wa 10. Inasemaje? 1:10 inasema. Nipe habari. 10 yake mwalimu inasema. Inasemaje? Upepo kidogo unanitatiza. Basi ndugu yangu. Inasema basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba nyote mnene mamoja. Yaani Mungu anataka watu wake wanene mamoja. Endelea. Wala pasiwe kwenye faraka, bali mhitimu katika nia moja na shauri moja. Yaani tuhitimu katika nia moja na shauri moja. Endelea. Inasema kwa maana ndugu zangu, nimeamriwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Yaani anawaambia iko fitina kwenu. Endelea. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba ila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo, mwingine anasema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na wengine wanasema mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mwingine anasema mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo, na mwingine anasema mimi ni wa nini? Ni wa Kristo. Yaani kila mtu amechukua sehemu, anajigawa katika vikundi vidogo vidogo. Endelea. Inasema hivi, Paulo anasemaje? Je, Kristo amegawanyika? Anauliza swali, je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Anauliza, je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Ama mlibatizwa kwa jina la nani? La Paulo. La Paulo. Naam. Sikia, hata Paulo anashangaa kwa sababu kila kuchao, hata siku ya leo unashangaa madhehebu yanaongezeka. Mungu akafanya uumbaji. Baada ya kufanya uumbaji akatengeneza mipango ya ibada pakati yake na wanadamu. Sikia, twende Mwanzo ni 2 mstari wake ni wa kwanza. Inasemaje? Mwanzo 2 inasema, ndio tujue nani aliyeanzisha madhehebu haya. Inasemaje? Mwanzo 2:2 inasema, moja, anza
mstari wa kwanza. Basi mbingu na nchi zikamalizika. Biblia inasema mbingu na nchi zikamalizika. Na jeshi lake lote. Na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Teremka. Akastarehe siku ya saba. Biblia inasema akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Endelea. Mungu akaibariki siku ya saba. Akaitakasa. Kwa hivyo Mungu akabariki siku ya saba akatakasa. Endelea. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Teremka. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi. Asante. Sikia, yani Mungu akamaliza kazi yake yote, siku ya saba akastarehe, akatakasa na akaiweka wakfu kwa ajili ya wanadamu. Mwalimu, naam. Kutoka 20 mstari wake ni wa 8. Kutoka 20 mstari wa 8 Biblia inasema hivi. Inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato. Kwa hivyo Mungu anatuambia tukumbuke siku ya Sabato baada ya kuitakasa. Uitakase. Siku sita fanya kazi. Anatuambia siku sita tufanye kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Teremka. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Nani? Wewe. Wala mwana wako. Wala binti yako. Wala mtumwa wako. Wala mjakazi wako. Wala mnyama wako wa kufuga. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa sababu gani? Maana kwa siku sita Mungu Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Yaani Mungu akastarehe siku ya saba. Hivyo kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Mungu akaweka uhusiano kati yake na wanadamu. Ibada ya kwanza akafanya na mwanadamu. Wanadamu wakaingia katika ibada ya kwanza. Yani ibada ya kwanza. Sikia, mwanzo nataka kuambia kwamba tarehe 7 mwaka wa kwanza, mwezi wa kwanza, Mungu akafanya ibada ya kwanza. Lakini mwanadamu ni nani? Akaanzisha ibada tofauti. Sikia, tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321 ibada ya siku ya kwanza ikaanza dunia nzima. Watu wakaingia katika ibada za kipagani, ibada ya kuabudu jua. Hivyo basi kadri ya mwaka unavyoendelea, mwaka wa 589 wanasema Siddhartha Gautama akaanzisha dini ya Buddha. Kisha baadaye mwaka wa 622 Muhammad akaanzisha dini ya Uislamu. Sikia, madhehebu yanaendelea yakiongezeka. Mwaka 1054 huko Eastern Orthodox ikaanzishwa, Eastern Orthodox ikaanzishwa huko Istanbul, Uturuki. Ibada zikaanza kuongezeka. Mwaka 1517 kanisa la Lutheran likaanzishwa huko Ujerumani. Kwa hivyo madhehebu yamekuwa yakiongezeka kila kuchao, lakini nimekuuliza jinsi ambavyo Paulo anasema, je, Kristo amegawanyika? Sikia, Paulo alikwisha kunena maneno haya na ndiyo sababu unaposoma Matendo ya Mitume 20 mstari wake ni wa 28, Paulo anawatahadharisha wakuu wa dini, anawaambia maneno haya. Soma. Jitunzeni nafsi zenu. Anawaambia jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Endelea. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Teremka. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu. Sasa Paulo anasema baada ya kuondoka kwake, mbwa mwitu wakali. Ati wanaitwa nini? Mbwa mwitu wakali. Wanaitwa mbwa mwitu wakali. Endelea. Wataingia kwenu. Wasihurumie kundi. Wasilihurumie nini? Kundi. Endelea. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu. Yaani watainuka watu ambao wanasema mapotovu. Wawavute hao wanafunzi. Wawaandamie hao. Wawaandame wao. Sikia, Paulo anasema hapa wazi ya kwamba baada ya kuondoka kwake, sikia, mbwa mwitu wakali wataingia na watawale watu wa Mungu. Sikia, hivyo ndivyo Paulo anatazama. Lakini unaposoma kitabu cha Ufunuo ni 17 wake ni wa kwanza. Inasema kuna jambo ambalo lazima tuelewe
kuhusiana na madhehebu haya na jinsi yalivyo. Biblia inasema Ufunuo 17:1 inasema, nipe habari. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7 akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Kwa hivyo sasa Yohana naye anaona kahaba mkuu, teremka, aketie juu ya maji mengi. Biblia inasema ya kwamba anaketi juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Nataka kuambia kwamba yeye ana uhusiano na wafalme wa nchi. Hivi leo wengi hawajajua ya kwamba kuna system ambayo inatawala wafalme wa dunia nzima. Teremka. Inasema, soma, nao wakao katika nchi wamelevyo kwa mvinyo wa uasherati wake. Yaani kwa mvinyo ya uasherati wake, mafundisho ya uongo, wengi wamelewa kwa mafundisho haya. Teremka. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Anaona mwanamke ameketi juu ya mnyama nini? Mwekundu sana. Teremka. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Biblia inasema huyu mnyama amejaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Huyu mnyama ana vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule aliyekuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Yule mwanamke amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu. Biblia inasema amepambwa kwa dhahabu na kwa kito cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Biblia inasema alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo, kinajaa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na machafu ya nini? Ya uasherati wake. Ya uasherati wake. Endelea. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Ati alikuwa na jina limeandikwa la siri. Babeli mkuu. Nani? Mama wa makahaba. Yeye ni Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Yaani na machukizo ya nchi. Yaani mada yetu siku ya leo ni Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sikia. Yaani system hii inaitwa Babeli. Na jana nilikwambia tunapoongea habari ya mwanamke tunaongea habari ya kanisa. Sikia. Tunapoongea habari ya mwanamke katika unabii tunaongea habari ya kanisa. Waefeso ni 5. Mstari wake ni 22. 5:22 Biblia inasema. Inasemaje? Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana nini? Mume ni kichwa cha mkewe. Ati mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Ni kichwa cha kanisa. Sikia, yaani Kristo ndio kichwa cha kanisa. Wengine hawajajua ya kwamba kanisa ni mwili na hii mwili na kichwa chake ambayo ni Kristo. Mwalimu, naam. 25 yake inasema. Inasemaje? Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa hata akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno apate kujiletea kanisa tukufu. Yaani apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Asante sana. Kwa hivyo hapa kuna uhusiano kati ya mwanamke na mwanamume na kanisa na Kristo. Mwalimu, na mwalimu 32 inasema. Soma. Siri hiyo ni kubwa. Ati siri hiyo nini? Ni kubwa. Kumbe kuna siri hapo. Teremka. Inasema ila mimi nanena habari ya Kristo na nini? Na kanisa. Kwa hivyo ananena habari ya Kristo na kanisa. Yaani anapoongea habari ya mwanamke anaongea habari ya kanisa. Anapoongea habari ya mwanamume anaongea habari ya Kristo. Sikia. Nataka kuambia unapotazama mwanamke, yani nataka kuambia katika unabii mwanamke anasimamia kanisa. Na hapa kuna wanawake aina mbili. Kuna mwanamke ambaye amevikwa jua na kuna mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Sasa nilikwambia kesho usikose, nitakuwa nikiongea habari ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke ambaye amevikwa jua. Kesho tunaongea habari ya mwanamke na roho ya unabii. Usikose mkutano. Utaona msafara wa kanisa la Mungu kuanzia Edeni hata Edeni. Amina. Kanisa la Mungu limekuwepo.
Wengi wanadhani ya kwamba kanisa la Mungu limetoweka. Sikia, kanisa la Mungu limekuwepo. Yesu anamwambia Petro hivi, sikia, anamwambia hivi, unaposoma kitabu cha Mathayo 16 mstari wake ni wa 18. Mathayo 16 mstari wa 8. 18 inasemaje? 16:18. Biblia takatifu inasema kitu gani? Inasema hivi. Inasema 18. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Ati wewe ndiwe nini? Ndiwe Petro. Kwa hivyo Yesu anampatia Petro jina lake. Petro inamaanisha jiwe, teremuka. Na juu ya mwamba huu ambaye ni Kristo atalijenga nini? Kanisa langu. Kwa hivyo kanisa la Mungu limejengwa juu ya mwamba ambaye ni Kristo. Yaani yeye akiwa ndio jiwe kuu la pembeni. Mwalimu, teremuka. Inasema, soma. Wala milango ya kuzimu. Wala milango ya nini? Ya kuzimu. Wala milango ya nini? Ya kuzimu. Wala milango ya nini? Ya kuzimu. Haitashinda kanisa la Mungu. Limekuwepo katika karne zote. Hata kama unaona makanisa ni mengi, lakini kanisa la Mungu limehifadhiwa katika karne zote, kuanzia Agano la Kale, shamba la Edeni, hata Edeni. Amen. Jinsi ambavyo neno la Mungu limehifadhiwa. Lakini kuna system dunia nzima ambaye leo nataka kuambia tabia yake. Yaani yule mwanamke alionekana ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Na nikasema habari ya mnyama siku ya leo. Mwalimu. Na mwalimu. Danieli 7:17. Danieli 7:17. Inasemaje? Na hao wanyama wakubwa walio wanne. Tumekuwa tukitazama wanyama wa Danieli. Biblia inasema hao wanyama wakubwa walio wanne ni wafalme. Ati nini? Ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kwa hivyo tunapoongea habari ya wanyama tunaongea habari ya ufalme. Mwanamke, kanisa. Inamaanisha ya kwamba kuna uhusiano kati ya kanisa na ufalme, yaani serikali na kanisa. Dunia nzima unapozunguka, you only have one state church dunia nzima. Na nilikwambia ukija hapa kwetu Kenya kuna tofauti ya kanisa na nini? Na nchi. Na serikali. Serikali inaongozwa na rais. Kanisa linaongozwa na askofu. Lakini kuna system moja dunia nzima ambalo tena linaongoza kanisa na tena linaongoza serikali. Na nilikwambia ya kwamba lina majina ya makufuru, na tukaangazia tukaona kumbe kule kukufuru ni kuchukua sifa ya Mungu. Sikia, ati kukufuru ni kuchukua sifa ya Mungu. Unajua kuna mambo mengine mwalimu. Na mwalimu. Ni ajabu. Kweli. Yaani kuna mambo ambayo ni ajabu dunia nzima. Kuna watu ambao wanachukua sifa ya Mungu na wanataka kuishi kama nani? Kama Mungu. Mwalimu. Na mwalimu. Si tuende kitabu cha Timotheo. Timotheo ni wa kwanza 4. Timotheo ni wa kwanza 4 mstari wake ni wa kwanza. Inasemaje? 4:1 inasema. Sasa sikia, soma. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba. Nyakati za mwisho. Wengine watajitenga na imani. Ati wengine watajitenga na nini? Na imani. Teremu. Wakisikiliza roho zidanganyazo. Wanasikiza roho zidanganyazo. Na mafundisho ya mashetani. Ati wana mafundisho ya nini? Ya mashetani. Teremuka. Kwa unafiki wa watu hao. Wasemao uongo. Wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Wanachoma moto dhamiri zao wenyewe. Wakiwazuia watu wasioe. Ati wanawazuia watu wasifanye nini? Watu wasioe. Ati wanawazuia watu wasifanye nini? Watu wasioe. Sikia, hivi leo kuna watu wakitaka kufanya kazi ya Mungu wanaambiwa sasa huwezi oa. Sikia, celibacy is a choice. Kweli. Sio sheria ya kufanya kazi ya Mungu, hapana. Lakini kama pia unaweza kaa hivyo ni sawa, hakuna dhambi. Lakini wengi wanajizuia wasioe, hadi kwa sababu Mungu hakuoa. Ati Mungu hana mke. Sikia, si hata nyinyi mmesikia Yesu ana mke.
Lakini Mungu hana nini? Hana mke. Na hana baba. Sasa wengine anasema unajua tunataka kuchukua sehemu ya Mungu, na ndiyo sababu mhubiri anashangaa. Mhubiri 4 mstari wake ni wa 7. Biblia inatuambia hivi. Mhubiri 4 mstari wake ni wa 7. Inasemaje? Inasema kisha inasema Mhubiri 4:7. Kisha nikarudi tena. Akarudi tena na kuona ubatili chini ya jua. Ati anaona ubatili chini ya nini? Ya jua. Endelea. Kuna mtu aliye peke yake. Kuna mtu aliye peke yake. Wala ana wapili wake. Yaani ana wapili wake. Endelea. Naam. Ana mwana wala ndugu. Wala nini? Ndugu. Hata hivyo mali yake haina mwisho. Yaani mali yake haina mwisho. Wala macho yake hayashibi utajiri. Endelea. Basi asema ni kwa ajili ya nani nafanya kazi? Yaani kwa ajili ya nani unafanya kazi? Na kujinyima nafsi yangu mema. Hayo nayo ni ubatili. Ati hayo nayo nini? Ni ubatili. Kwa hivyo mtu anapata mali nyingi, hajaoa, ana chochote, ana mwana, sasa unashindwa anafanya kazi kwa sababu gani? Mstari wa 9 inasemaje? 9 yake inasema, soma. Afadhali huwa wawili kuliko mmoja. Wawili kuliko ngapi? Mmoja. Teremuka. Maana unajua hata Yesu alipokuwa akituma wanafunzi aliwatuma wawili. Mungu akifanya uumbaji akaona mwanadamu alikuwa na upweke, alikuwa peke yake, akampa msaidizi. Yaani Biblia inasema afadhali wawili kuliko mmoja. Endelea. Inasema soma. Maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Teremka. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake. Yaani mmoja akianguka mwingine atafanya nini? Atamuinua mwenzake. Teremka. Lakini ole wake aliye peke yake. Ati ole wake aliye peke yake angukapo wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja hapo watapata moto. Teremuka. Lakini mmoja aliye peke yake tu aweza kuona moto. Analala kama 4 hivyo, najifunika na ngumi. Yaani watu wengine wanavumilia. Mimi sijasema chochote. Tumishi. Naam. Umesikia nimesema kitu? Hata mimi sijasema mwalimu. Lakini tunasema ya kwamba kuna mtu ambaye anachukua sehemu ya Mungu duniani, na nilikwambia huko ndiko kunaitwa kukufuru. Sasa leo nataka kuonyesha jambo moja ili kwamba upate kuelewa. Nilikwambia wanatuma mabalozi dunia nzima, lakini kuna jambo nataka uelewe siku ya leo. Mbona tuongee habari ya mwanamke kahaba na tuongee habari ya Babeli? Mwalimu? Na mwalimu wangu. Nataka urudi katika Ufunuo 17. Ufunuo 17. Soma mstari wake ni 5. Inasemaje? 5 inasema hivi. Inasemaje? Na katika kipaji cha uso wake. Biblia inasema katika kipaji cha uso wake alikuwa na majina ya makufuru. Ati alikuwa na majina ya nini? Ya makufuru. Ya makufuru. Limeandikwa la siri. Babeli mkuu. Yaani alikuwa na jina limeandikwa la siri. Nini? Babeli mkuu. Mama wa makahaba. Na machukizo ya nchi. Na machukizo ya nini? Ya nchi. Kwa hivyo jambo la kwanza, yeye ni mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sikia, yeye ni mama wa makahaba. Inamaanisha ya kwamba kama yeye ni kahaba ana watoto. Kweli. Anaitwa Babeli mkuu. Mbona system hii ikaitwa Babeli mkuu? Mwalimu? Na mwalimu. Twende kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni 10, anza mstari wake ni wa kwanza. Mwanzo 10:1 inasema. Nataka kuambia mbona system hii ikaitwa Babeli mkuu siku ya leo upate kuelewa. Biblia takatifu inasemaje? Hivi ndivyo vizazi vya wana wa Nuhu. Hivi ndivyo vizazi vya wana wa nani? Wa Nuhu. Shemu, na Hamu na Yefadhi. Na Hamu na nani? Yafethi. Teremuka. Na kwao walizaliwa wana wa kiume baada ya gharika. Yaani wakazaliwa wana wa kiume baada ya nini? Ya gharika. Wana wa Yefadhi ni Gomeri, na Magogu, Madai, na Yavani, na Tubali, na Misheki, na Tirasi. Na wana wa Gomeri ni Ashkenezi. Yaani wana wa Gomeri ni Ashkenezi. Na Rifadhi,
na Togama, na wana wa Yavani ni Elisha, Tarshishi, Kitimu na Waradani. Kwa hao nchi za pwani za mataifa zilizogawanyika na kuwa nchi zao, yani wakapewa nchi za pwani. Endelea. Kila mmoja kwa lugha yake, kwa jamaa zao, kufuata mataifa yao. Endelea. Na wana wa Hamu ni Kushi, na wana wa Hamu ni Kushi, na Misri, na Putu, na Kaanani, na Kaanani. Na wana wa Kushi ni Seba, na Havila, na Sabta, na Rama, na Sabteka. Na wana wa Rama ni Sheba, na Denani, Kushi. Sasa Kushi akamzaa Nimrod, mwana wa Hamu ambaye ni mwana wa Nuhu, akamzaa Nimrod. Tulia. Kushi ambaye ni mwana wa Hamu ambaye ni mwana wa Nuhu. Naam. Kushi akamzaa jamaa anaitwa Nimrod. Endelea. Inasema Kushi akamzaa Nimrodi. Kushi akamzaa Nimrodi. Akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Biblia inasema Nimrodi akawa mtu hodari katika nchi. Alikuwa hodari wa kuinda wanyama mbele za Bwana. Hivyo inasema kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi. Hodari wa kuinda wanyama mbele za Bwana. Teremka. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. Biblia inasema mwanzo wa ufalme wake ulikuwa ni Babeli, na Ereku, na Akadi, na Kalne katika nchi ya Shinari. Kwa hivyo ufalme wa Babeli ulianzishwa na jamaa anaitwa Nimrodi. Unapoingia Mwanzo 11, Nimrodi akatengeneza kikosi, wakaanza kutengeneza mji ambao unaelekea mbinguni. Hiyo ni baada ya gharika. Sikia, wakaanza kutengeneza mji ambao unaelekea mbinguni ili kwamba Mungu akileta gharika tena hakuna mtu ambaye ataangamizwa. Hakuna. Sikia, Nimrodi akakusanya watu wote. Huyu Nimrodi. Lakini jambo la kushangaza, Mungu anasema hivi. Hiyo ni Mwanzo 11 mstari wake ni wa 6. Inasema Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja. Watu hawa, jambo la kwanza, ni taifa moja, na lugha yao ni moja. Na lugha yao ni moja. Teremuka. Na hayo ndio wanayoanza kuyafanya. Na haya ndio wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Teremka. Haya. Na tushuke huko. Tuwachafulie usemi wao. Jambo la kwanza wakasema tuwachafulie usemi wao. Endelea. Ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Wakaacha kujenga ule mji. Endelea. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli. Biblia inasema jina lake likaitwa Babeli. Maana hapo ndipo Bwana alipochafua lugha ya dunia yote. Yani Babeli inamaanisha machafuko. Yani Babeli inamaanisha machafuko. Hivi leo huyu mwanamke ana jina la siri limeandikwa Babeli mkuu. Yani amechafua uso wa dunia hii na mafundisho ambayo ni ya uongo. Walimu? Naam mwalimu. Ufunuo ni 18. Ufunuo 18 23 inasema hivi. Biblia takatifu inasemaje? Inasema, soma. 23 inasema, wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa. Nuru ya taa haiwezi mulika ndani ya Babeli kabisa. Wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Endelea. Maana hao wafanya biashara wako waliokuwa wakuu wa nchi. Yani wafanya biashara wako walikuwa ni wakuu wa nchi. Kwa kuwa mataifa yote walidanganywa. Mataifa yote walifanya nini? Walidanganywa kwa uchawi wako. Kumbe alitumia uchawi na mataifa yote yakadanganywa. Na wengi wamedanganyika na system ambayo tunaongea habari yake. Lakini leo nataka kuonyesha ya kwamba inaitwa Babeli mkuu. Sio tu Babeli mkuu, yeye ni mama wa makahaba. Inamaanisha ya kwamba hata ana binti wake. Sikia, ana binti, yeye ni mama. Hivi leo nataka kusomea ili kwamba upate kusikia. Ufunuo ni 17
Soma mstari wake ni wa 9, inasemaje? 9 yake inasema, soma. Hapo ndipo penye akili, hapa ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7, zile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyu. Ni milima 7 ambaye anakalia nani? Mwanamke huyu. Teremka. Navyo ni wafalme 7. Ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka. 5 wamekwisha kufanya nini? Kuanguka. Teremka. Na mmoja yupo. Na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Yani atakaa muda mchache. Yani yeye anaketi juu ya mnyama mwekundu sana ambaye ana vichwa 7. Vichwa 7 ni wafalme ambao wanatawala dunia hii. Inamaanisha ya kwamba yeye ndiye ana uwezo wa kuwa control wale wafalme 7. Sikia system ya ajabu. Hivi leo nataka kuonyesha, anaitwa mama wa makahaba. Sasa mtu atashangaa, hii ni sarafu tu. Katika hii sarafu mbele kuna picha ya askofu, nyuma kuna picha ya mwanamke ambaye amebeba msalaba. Kisha mambo ambayo yameandikwa katika kitabu hiki inaitwa The Papal Encyclicals by Claudia Claren. Anasema na nataka usikie, now our holy mother the church is indeed the mother of all nations. Yani yeye ni mama wa mataifa, indeed the mother of all nations, of all people, as well as individual persons. Na wanarudia wanasema the Roman Church, mother and mistress of all churches. Sasa mtu atashindwa, inakuwaje haya madhehebu ni tofauti na tena unasema kuna mama? Sikia, anaendelea kusema, for if as they continually state they long to be united with us and ours, why do they not hasten to enter the church, the mother and mistress of all Christian faithful? Sikia, nataka kuambia mwaka 2000 askofu wa kanisa la Kirumi akasema, other churches are not sister of ours, the Vatican insists. Au sio dada? Hapana. It must always be clear that one holy Catholic and Apostolic Universal Church is not the sister but the mother of all churches. Hiki kitabu kimeandikwa na huyu jamaa anaitwa Dr. Scott Hahn. Dr. Scott Hahn, hivi ndio huyu daktari Dr. Scott Hahn anavyoelezea haya mambo. Ukiyatazama utaelewa maana yake. Kuna kitu dunia hii inaitwa ecumene. Na hii kitu ndio inaleta system zote pamoja. Na jambo ambalo linashangaza, wengi wajui ya kwamba msafara sasa inaelekea Roma. Tunajuaje? Ecumenism na World Council of Churches kusudi lao ni moja. Sikia, mkutano wa mwaka 1999. Sikia, na nataka kusema leo mkutano huu ulikuwa umewakilisha madhehebu yote huko Vatican. Na jambo la kushangaza, sio mkutano wa kwanza ambao ulikuwepo. Mwaka 2005 kukawa na mkutano mwingine. Mwaka 2015 Marekani pia kukawa na mkutano mwingine, inaitwa Ecumenical Prayer Services. Huyu Priest J. Cornell anasema hivi, the final object of ecumenism as Catholic perceive it is the unity in faith, worship and the acknowledgement of the supreme spiritual authority of the Bishop of Rome. Kwa hivyo mambo haya yanaelekea pamoja, mambo yote yanaletwa pamoja. Ingawaje watu wanaona ya kwamba mambo yako tofauti, lakini nataka kuambia ya kwamba yote yanaletwa pamoja. Madhehebu haya yote kila wakati watu wanakutana, sio tu madhehebu, na hata wafalme wa dunia nzima kila wakati wanapokuwa na mkutano, jambo ni kuleta kitu ambacho kitakuwa na umoja wa mataifa yote. Unaposoma Zaburi 2 mstari wake ni wa kwanza, Biblia takatifu inasema maneno haya. Zaburi 2:1 inasema, Biblia takatifu inasemaje? Mbona mataifa wanafanya ghasia? Mbona mataifa
wanafanya ghasia, na makabila wanatafakari ubatili, na makabila wanatafakari nini? Ubatili. Wafalme wa dunia wanajipanga. Ati wafalme wa dunia wanafanya nini? Wanajipanga. Wewe ni shahidi. Naam. Mwaka wa 2007. Naam. Baada ya kura, baada ya watu kupigana, wakaleta kitu ambacho kinaitwa uhusiano, ili kwamba kila mtu tupate kuwa kitu kimoja. Sisi tunaita nusu mkate, lakini ni kuleta kitu kimoja, yaani kuleta watu wote pamoja. You bring chaos, you bring order out of chaos. Yaani mambo haya yanatendeka, lakini kusudi ni kwamba wafalme wa dunia wanajipanga. Soma, inasemaje? Inasemaje? Wafalme wa dunia wanajipanga. Wafalme wa dunia wanajipanga. Na wakuu wanafanya shauri pamoja. Na wakuu kila baada ya vita hivi wanafanya shauri pamoja. Juu ya Bwana. Juu ya nani? Na juu ya Bwana. Juu ya Bwana. Na juu ya Masihi wake. Na juu ya Masihi wake. Kama wafalme wanajipanga, je, wakuu wa dini je? Ufunuo ni 16. Ufunuo 16. Mstari wake ni wa 13. Inasemaje? Inasema hivi 13. Hizi zote ni mkutano ambazo zimekuwa zikitengenezwa kwa ajili ya kuleta mambo yote pamoja. Dunia inaungana pamoja dhidi ya Mungu. Biblia inasemaje? Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura. Biblia inasema akaona roho tatu za uchafu zinazofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Yaani moja inatoka katika kinywa cha joka ambaye ni Shetani, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Na hata manabii wa uongo wanapofanya kazi yao. Endelea. Inasema, soma. Hizo ndizo roho za mashetani. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Ati zinafanya nini? Ishara. Ati zinafanya nini? Ishara. Hivi leo watu wakisikia mahali ambapo watu wanafanya ishara wanakimbilia. Tunataka miujiza. Ati viwete watatembea, na viziwi watafanya nini? Wataona. Na ukienda pale unashangaa. Ni vita. Usikose mkutano siku ya Ijumaa, nitakuonyesha kitu watu wa Mungu wanapitia. Miujiza. Kwa sababu watu wanatafuta miujiza. Hata Wayahudi walikuwa wanatafuta miujiza. Naam. Miujiza inamaliza watu wengi. Wasijue ya kwamba hii ni mbinu ya Shetani ya kuwadanganya wengi wapokee chapa ya mnyama. Sikia, hapa ni muunganiko kati ya mnyama, nabii wa uongo na yule joka. Sikia. The unity between church and states. Vitu zote zinakuja pamoja. Ufunuo ni 17. Nataka kuambia hakuna falme ambaye itakuwa siku hizi za mwisho ambaye haitaleta nia ambaye dunia inataka. Nia ni gani, mwalimu? Naam, mwalimu. Unasoma wapi? Ufunuo 17:12. 17:12. Inasema hivi, na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10. Ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Endelea. Hawa wanashauri moja. Na wampa yule mnyama nguvu zao. Yaani wanampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa wafanya vita na mwana kondoo. Wanafanya vita na mwana nani? Na mwana kondoo. Na mwana kondoo atawashinda. Hata mwana kondoo atafanya nini? Atawashinda. Sikia. Kwa maana wanania moja, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana. Asante sana. Yaani wanania moja. Hakuna mtu ambaye atainuka ataongoza. Hivi dunia watu wanashangaa. Watu wanadhani ya kwamba dunia mataifa wanaongea lugha mbili. Hakuna lugha mbili. Yule rais wa Russia na Marekani, usidhani ya kwamba wanaongea vitu tofauti. Mwandishi mmoja akatengeneza kitu inaitwa the Hegelian dialect. You create two opposites na kisha unaleta nini? Jambo ambalo unahitaji. Yaani watu wanaona watu wanatengana. Hivi juzi
Watu wanashangaa, askofu wa kanisa la Kirumi na kiongozi wa Marekani wanakosana. Nakwambia hakuna kukosana, nia ni moja. Mwisho utaona nia ni moja, kusudi ni moja, lakini wengi wanadanganyika. Hivi leo watu wanadhani ya kwamba dini ni tofauti. Sikia, askofu wa kanisa la Kirumi ambaye alikwisha kupumzika akaingia msikitini, akachukua Qur'an, akapiga swala, kisha baadaye akasema maneno haya. Sikia, Quran and Bible are the same. Yeah. Watu wakidhani ya kwamba kuna tofauti, nataka kuambia siku ya leo hakuna tofauti. Hivi leo kila kitu inakusanywa iwe kitu kimoja, mambo yanaletwa pamoja, lakini siri ni hii. Twende kitabu cha Ezekieli 16 mstari wake ni 44. 44 inasema hivi. Inasemaje? Inasema, soma. Tazama, kila mtu atumiaye methali, kila mtu ambaye atatumia methali hii kinyume chako, akisema, akisemaje? Kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Ndivyo alivyo nini? Binti yake. 80% kwenda juu. Binti wengi wanafuata tabia za mama yao. Kama mama anaongea sana na binti atafanya nini? Anaongea sana. Binti. Sikia, kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo na binti yake. Sasa swali mwalimu, kama mama alikuwa ni kahaba, binti je, watachukua tabia hiyo? Hilo ni swali. Twende kitabu cha Hosea 2 mstari wake ni wa 2. Inasemaje? Hosea ni 2 mstari wake ni wa 2. Hosea anateta, anasema hivi. Hosea 2 mstari wake ni wa 2. Inasema kitu gani? Msihini mama yenu. Msihini mama yenu. Msihini kwa maana yeye si mke wangu. Ati kwa maana yeye sio nani? Sio mke wangu. Teremuka. Wala mimi si mume wake. Endelea. Na ayaweke mbali mambo ya uasherati wake. Ati ayaweke mbali mambo ya uasherati wake. Yasiwe mbele ya uso wake. Na mambo ya uzinzi wake. Na mambo ya uzinzi wake. Yasiwe kati ya maziwa yake. Nisije nikamvua nguo zake akawa uchi. Yaani nisije nikamvua nguo zake akawa nini? Uchi. Kwa hivyo mama kama ni kahaba, sikia, Biblia inasema msihini mama yenu, msihini mama yenu. Sasa tunauliza watoto wake tabia yao ni gani? 4:1 inasemaje? 4:1 inasema, soma. Lisikieni neno la Bwana, enyi wana wa Israeli. Enyi wana wa nini? Wa Israeli. Hiyo 2 mstari wake ni wa 4. Inasema kitu gani? 2:4 inasema, naam, sitawaonea rehema watoto wake. Ati hata waonea rehema watoto wake. Kwa maana ni watoto wa uzinzi. Ati ni watoto wa nini? Wa uzinzi. Ni watoto wa uzinzi. Naam. Endelea. Inasema, soma. Maana mama yao amezini. Mama yao amezini. Yeye aliyewachukua mimba ametenda mambo ya aibu. Maana alisema nitafuatana na wapenzi wangu. Endelea. Ni wanipao chakula changu na maji yangu, tufu yangu na kitani yangu, mafuta yangu na vileo vyangu. Yaani amefuatana na wapenzi wake. Watoto nao wakachukua tabia ya mama. Sasa swali, kama mama amebadili agano la Mungu, je, binti naye amedanganyika ama hajadanganyika? Sikia, twende kitabu cha tunasoma kitabu gani? Twende kitabu cha Hosea. Si Hosea, Malaki ni 2:7. Inasemaje? Malaki 2:7. Inasema kitu gani? 2:7 yake inasema hivi, mwalimu wangu. Sasa nataka utazame Biblia inasema kitu gani? Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa. Yaani yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa. Tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake. Endelea. Kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Endelea. Bali
ninyi mmegeuka mkaiacha njia, wamegeuka wakaacha njia, mmewakwaza watu wangu wengi katika sheria, mmeharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Wameharibu agano la Mungu, asema Bwana wa majeshi. Sasa sikia, nataka kusoma na nataka kila mtu apate kusikia. Sikia, kitabu hiki kinasema Sunday is purely the creation of the Roman Church, American Catholic Quarterly. Sunday is a law of the Catholic Church alone. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is a proof of that fact. Sasa nataka usome mambo ambayo yanafuata. Sikia. Those who follow the Bible, wale ambao wanafuata Biblia as their guide, the Israelites and the Seventh-day Adventists have the exclusive weight of evidence on their side, with the biblical Protestant as not a word in self-defense for substituting of Sunday for Saturday. Yani hao wengine wote hakuna mahali ambapo watasema ya kwamba sisi tulitumia hii mwongozo wa kubadilisha ibada yetu kutoka hapa hadi hapa. Kisha wanasema hivi, the Catholic Church changed the observance of Sabbath to Sunday by the right of the divine infallible authority given to her by her founder Jesus Christ claim. The Protestant claiming the Bible as the only guide of faith has no warrant for observing Sunday. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Hiki kitabu kinaitwa The Question Box, the Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4. Wanaendelea na kusema, people who think that the scripture should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. Sio mimi nasema. Sasa wanatoa. Kwa hivyo kama wengi wanakiri ya kwamba wanataka kufanya nini? Kuilinda Sabato, anawaambia njia ni moja. Kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo na binti yake. Hivi vitu ambavyo unaonekana vinafanyika katika ibada yote utazipata kwa kanisa. Kama ibada ya sanamu, unaona masanamu yametengenezwa kwa kanisa. Sikia, hata mambo ya kuzungusha shanga. Unajua Yesu akatufundisha njia ya kuomba. Hakuna mahali Yesu ametufundisha kuzungusha shanga. Hii ibada inajumuisha watu wengi. Sikia. Hii baada ya kuzungusha shanga inajumuisha wengi. Kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo na binti yake. Na si hao tu pekee. Hii baada inajumuisha hata wapagani, Hinduism. Acha nikuonyeshe. In 456, the Hindus are thought to have introduced the concept of praying with beads to the world. It had various number of beads. Islam uses 99. Buddha have 108. Then kuna Wakristo ambao pia wanatumia rosari. Hii yote ni kuzungusha shanga. Ibada hii inaleta watu wote pamoja. Wengi wasijue ya kwamba mambo haya yanaleta watu wao pamoja. Ibada zote ambazo unatazama, na nimekuambia kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo na binti yake. Sikia, ibada ya mwanamke imekithiri katika uso wa dunia nzima. Ibada hii hivi leo tunapoongea, kumekuwa na kitu inaitwa Marian apparitions. Ibada ambazo zilianzishwa na kipagani. Wapagani ndio walianzisha ibada ya kumwabudu mwanamke. Walikuwa wanafanya ibada ya mwanamke wakimuita malkia wa mbinguni. Na ndio sababu Yeremia anasema maneno haya. Yeremia ni 7 mstari wake ni wa 17. Na ibada hii inatoka wapi? Inatoka Babeli. Sikia, ibada hii inatoka Babeli. Na ndio sababu katika kipaji cha yule mwanamke Biblia inasema kwamba alikuwa na jina
kuu limeandikwa, jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Biblia inasemaje? Inasema hivi 7:17. Soma. Je, uoni wanavyotenda katika miji ya Yuda? Uoni wanavyotenda katika miji ya nini? Ya Yuda. Tarabuka. Na katika njia kuu za Yerusalemu, watoto huokota kuni. Watoto wanaenda kuokota kuni. Na baba zao huwasha moto. Na baba zao wanawasha moto. Na wanawake hukanda unga. Na wanawake wanakanda nini? Unga. Tarabuka. Ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni. Ati wanafanyizia mikate nani? Malkia wa mbinguni. Anaitwa malkia wa mbinguni. Kwa jina aliitwa Madonna, siku ya leo akaitwa Semiramis. Wababeli wanamuita Semiramis. Sikia, ibada ya mwanamke, na siku ya leo tunamuita the Virgin Mary. Ibada ya malkia wa mbinguni haijaanza siku ya leo. By the way, Christmas haikuanza leo. Na hii Christmas inaitwa Merry Christmas. Ni ibada ya mama na mtoto Mary, na inaunganisha dunia nzima. Inaunganisha aje? Wapagani they easily identify themselves na ibada hii. Wacha sasa nikuonyeshe. Unajua Jesuits walipoingia wakaanza kufanya utafiti wao, wakashangaa. Babeli ilipozambaratika, yaani Mungu alipoleta machafu, kumbuka alitawanya wote. Hiyo ibada ya kibabeli, ibada ya sanamu, sikia, ikaenea dunia nzima. Na siku ya leo nataka kuambia, hii ibada imeenea dunia nzima. Sikia, wanasema walipofika Ujerumani, Jesuits walipofika Ujerumani, wakapata ibada ya mwanamke ambaye anaitwa Heta. Sikia, walipofika Skandinavia, wakapata ibada ya mwanamke ambaye anaitwa Disa pamoja na mtoto wake. Walipofika Misri, wakapata ibada ya mwanamke anaitwa Isis. Walipofika India, wakapata ibada ya mwanamke anaitwa Devaki na mtoto wake anaitwa Krishna. Walipofika Asia, wakapata ibada ya mwanamke anaitwa Sibele na mwingine anaitwa mtoto wake anaitwa Diusa. Walipofika huko Roma, wakapata ibada ya mwanamke anaitwa Fortuna na mtoto wake anaitwa Jupiter. Walipofika Uyunani, Greece, wakapata ibada ya mwanamke Ceres. Sikia, walipoenda Tibet, China na Japan, wakapata hata nao wana ibada ya uungu. Kwa hivyo Paulo anaponena habari ya uungu, si ya kwamba elewi, anaelewa. Matendo ya Mitume 17 mstari wake ni 29. Inasema je? 17:29. Biblia takatifu inasema kitu gani? 29:17 inasema. Soma. Inasema basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu. Kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu, au fedha, au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Na unajua Paulo anaelezea vizuri uungu, hajasema Mungu uungu, kwa sababu wanajua Wamisri wana uungu, yaani wana Mungu Ores, Isis na Seba. Ukitembea kote, sikia, hizi zinaitwa Marian apparition. Sikia, hata siku ya leo watu ambao wanaingia katika ibada wanajua ya kwamba kuna mwanamke ambaye anaitwa the gate of heaven. Hii hata sitaki kuongea habari. Nataka tu kuonyesha hizi. Sikia. Lebanon wana ibada Baal, Ashtoreth na Tammuz. Babylon, Baal, Ishtar na Tammuz. Assyria, Nipt, Beltis na Achilles. Greece, Zeus, Artemis na Achilles. Roma, Jupiter, Diana na Attis. Hiyo ni Misri. Hii ni ibada yote. India, Vishnu, Devaki, Krishna. Yaani yote inafanana. Chinese, Penku, Enko, Yi. Unajua kuna mambo mengine. Hata wewe uone pattern inafanana. Pattern ya ibada za kipagani zinafanana. Hazina tofauti. Itakuwaje hao watu wakaingia katika ibada ambayo inafanana? Yote ibada za kipagani. Sikia,
Jamaa mmoja alikuwa anaimba akasema, I wonder if God was a woman. Hivi leo wale ambao wamesoma hadithi ya wana wa Israeli, Balaamu akajaribu njia moja ili kwamba angamize Waisraeli, akaambia Balaamu, henda walaani. Sikia, Mungu akakataa. Sasa njia ni rahisi. Chukua wao wanawake wa Moabu uwapelekee. Baada ya kuwapelekea, wataungana nao na wataanza kuabudu Baal Peor, ibada ya jua. Watu wakaanza kuingia katika ibada ya jua. Ibada ya Nimrodi ni ibada ya jua. Kwani Nimrodi alipokufa, yule mke wake anaitwa Semiramis, Biblia sio Biblia, wana historia wanasema ya kwamba the two Babylons, ukisoma inasema ya kwamba alipata mimba. Baada ya kupata mimba, akiulizwa anasema, mimi nilitoa mimba kwa miali ya jua. Nimrodi alipokufa alienda kwa jua, akanipa mimba kwa miale ya jua, naye akazaa mtoto akamuita Tamuzi. Yule Tamuzi naye akapotea. Yule mtoto alizaliwa chini ya mti wa mtende. Hata wewe hujawahi kujiuliza swali, Yesu amezaliwa katika hori la kulia ng'ombe, lakini wakati wa Christmas watu wanabeba mti wa mtende. Hatari sana. Haujawahi kujiuliza swali kama hilo? Yaani vitu zinabadilishwa. Mwana ambaye analeta wokovu anabadilishwa, na mwana ambaye analeta nini? Anaangamiza. Na watu wanaingia kwa ibada wasichokielewa, na ibada hizi zimekithiri katika uso wa dunia. Anajua kama wataanguka kwa ibada ya mwanamke, wataanguka kwa ibada ya jua. Mwalimu? Na mwalimu. Twende kitabu cha Ezekieli. Ni 8 mstari wake ni wa 16. 8:16 inasema, yaani kama wataanguka kwa ibada hii ya mwanamke, wataanguka kwa ibada ya jua. Biblia inasema, akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi wa madhabahu, walikuwako watu kama 25. Walikuwa watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Yaani wanalipa kisogo hekalu la nani? La Bwana. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Nao wanaliabudu jua. Ati wanaabudu nini? Jua. Wanaabudu nini? Jua. Teremuka. Kwa kuelekea upande wa mashariki. Yaani wanaabudu jua kuelekea upande wa mashariki. Siri. Wengine wanasubiri chapa ya mnyama. Wengine wanasubiri chapa ya mnyama. Dunia inaisha, kila kitu inaunganishwa, watu wote wanaungana, wanasema haijalishi wewe utapitia njia gani, lakini sisi zote ni wa Mungu mmoja. Sikia, Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Na wale ambao pia watamwabudu lazima wamwabudu katika kweli. Unajua huwezi sema unaabudu Mungu lakini hautamwabudu katika kweli. Sikia, matendo ya mwili ni dhahiri. Mwalimu? Naam. Wagalatia ni 5 mstari wake ni wa 19. Wagalatia 5:19. Wagalatia 5:19. Inasema 5:19 inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya. Soma. Uasherati. Nini jambo la kwanza ni nini? Uasherati. Teremuka. Uchafu. Ufisadi. Mwalimu? Naam. Yaani uchafu, ibada za ajabu, uchafu. Endelea. Ufisadi. Ibada ya sanamu. Uchawi. Uadui. Ugomvi. Wivu. Hasira. Fitina. Faraka. Uzushi. Usuda. Ulevi. Ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Asante. Ibada bandia inakuja kusimamishwa dunia nzima. Historia ya dunia inafungwa. Dunia inataka kufunga historia yake. Dunia.
ni dunia inaharakisha kuja kwa Kristo. Lakini jambo la ajabu ni kwamba, je, watu wa Mungu wamejitayarisha kiwango gani? Na ndiyo sababu Biblia inasema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, na wafalme wa nchi wamezini pamoja naye. Hukumu ya Babeli hii karibu. Babeli system kubwa, imebeba machafu yote, imebeba ibada zote za kipagani, system ambayo ni ajabu, na wengi wamedanganyika. Lakini siku ya leo Mungu anatutahadharisha, anatuonya. Unapoingia katika Ufunuo 18 mstari wake ni wa kwanza, sasa Mungu anatupatia onyo, anasema maneno haya: baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani, ya mashetani, na ngome ya kila roho mchafu, na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, Wacha nikwambie, Babeli imeanguka. System ya Babeli wakati wake umefika, hukumu yake imewadia. Kuna wale ambao bado wanacheza na mbwa wa Babeli, entertaining the dogs of Babylon. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi leo kuna watu wanatumwa tu kwako, kwako, entertaining the dogs of Babylon. Babeli, shetani ameweka tu vitu, sikia, hata ndani ya watu walio wa Mungu. Wewe unadhani ya kwamba huyu mtu anaenda safari na wewe, kumbe hata yeye ni kodi. Anamuuliza fare ni ngapi? 50. Ukiingia kwa gari umuoni. Ukienda kuitishwa pesa, leta 100. Si huyo jamaa alikuwa kwa mlango anakuuliza nani? Hakuna. Babeli, entertaining the dogs of Babylon. Sikia, kama umesoma Biblia, kitu ambacho kilisababisha wana wa Mungu wapelekwe katika nchi ya utumwa ni mfalme Hezekia. Mfalme Hezekia alipoambiwa ya kwamba siku yako imefika, unakufa, aliletewa habari, akaomba Mungu, akamwambia niongezee muda, akaongezewa miaka. Aliposikia hivyo, mfalme wa Babeli akaja na zawadi kumuona Hezekia. Hezekia akamkaribisha, akamwonyesha siri yote ya nyumba ya Bwana. Mungu akasema, kwa sababu hiyo mtaenda katika nchi ya utumwa. Kama Esau aliuza uzao wake, wengi hapa wanauza uzao wao. Jinsi ambavyo Balaki alitumia ujanja, wengi wanatumia ujanja. Wengi wamekwamilia Babeli, wako huku na bado wako huku. Sikia, wengine wanaingia katika ibada ya kweli, lakini wamebeba vinyogo vya Babeli. Sikia, unaangalia macho, unaona vitu vya ajabu, unaona kichwa, vitu vya ajabu. Watu wamevalia vitu vya ajabu ambaye hata shetani siku moja atamwambia, sasa wewe unasema wewe sio wa Babeli, lakini wewe mwenyewe unafanana na Babeli. Lutu akajongea hema yake kuelekea wapi? Sodoma. Inamaanisha Lutu na familia yake walikuwa wamependa Sodoma hata mwanzo. Kuna wengi hawako Babeli, lakini wanapenda mambo ya Babeli, wanapenda kuishi kama Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku hizi vijana, they don't want to be godly, they want to be good bad boys. Hivi leo hata ukikaa hapa utasikia mtu akisema, mimi siwezi oleka na mtumishi. Anataka kuoleka na ule good bad boy. Gangster. Ule anakuja church saa 5, alafu ikifika saa 7 anaenda.
alafu akianza kulia men. Alafu anajuimisha watumishi hapo ndani ya men. Hata watumishi wengine pia ni wababeli tu. Yaani ni jina tu wamevaa ya utumishi lakini ni tabia za Babeli. Babeli imekunywa wengi. Wanapenda vitu vya Babeli kama watoto wa Lutu. Walipenda Sodoma kiasi ya kwamba wanaambia twende mlimani. Hawezi fika mlimani. Watu wengi wameshindwa kufika mlimani. Biblia inatuambia Babeli umeanguka, lakini wito ni huu. Mstari wake ni wa 4 inasemaje? Mstari wa 4 inasema, soma. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, soma. Tokeni kwake, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Asante. Jambo ni rahisi, tokeni kwake. Tusimame. Mimi nataka kuomba.